tauba ina masharti yake. Kuna shuruti zake au sharti zake ambazo zinafanya toba tunazozitubu au tunazozifanya ziweze kukubalika. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja wetu ahakikishe kuwa akiwa anafanya toba kwa Mola wake, basi ni wajibu wake pia kuhakikisha anazifuata taratibu au procedure hizo, ili mradi toba yake iwe ni taubatan nasuha. Lakini vinginevyo itakuwa ni kucheza shere, tunaita kufanya istihzai tu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ukimfanyia istihzai, basi fahamu kwamba ufanye istihzai kumfanyia Allah isipokuwa wewe mwenyewe tu ndio unajifanyia istihzai, unajifanyia kujichezea shere. Ama shuruti za toba ziko 3, na baadhi ya ulama wamezisema kwamba ziko 4, na kuna baadhi ya wengine mpaka umefikia tu kusema ni 5. Lakini shuruti, kauli rajih, kauli yenye nguvu, sharti za toba ziko 3. Ama tukianza na sharti ya kwanza, inasema annadamu ala almadi mimma fa'alta nadaman sadiqa. Annadamu ala almadi mimma fa'alta nadaman sadiqa, bimaana kwamba ni kujuta kutokana na yale yaliyopita uliyofanya. Ulikuwa ni mwasharati, ulikuwa ni dhalimu, ulikuwa mtu unafanya maasi ya mbalimbali, basi unatakiwa uwe ni mwenye kujuta, ili toba yako iwe ni taubatan nasuha, toba yenye kukubalika, toba iliyofuata vigezo, toba iliyofuata masharti. Basi kwanza kabisa ufanye toba, ufanye annadamu ala almadhi mimma fa'alta nadaman sadiqa, ujute kutokana na yale ambayo yaliyopita, lakini kujuta kwenyewe kuwe ni kujuta kwa ukamilifu, kujuta kwa ukweli. Hii ni sharti ya kwanza katika toba ambazo tunatakiwa tuzifanye. Hivi juzi tu watu mamia kwa maelfu, baada tu Ramadhani kuingia, kila mmoja alikuwa miongoni mwetu ametafuta wapi alipojikwaa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi afanye toba kipindi cha Ramadhani. Maana 10 la kwanza tunaambiwa, mashekhe watuambia 10 la kwanza la Ramadhani huita ni rahma. Hii ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 10 la pili huita ni maghfira, 10 la tatu huita ni itqu minan nar. Basi zile fursa katika makumi yale matatu yale, kila mmoja na haha na hangaika huku na kule kuhakikisha kwamba anazipata zile fadhila ambazo zimekuwa zenye kuelezwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama sharti ya pili katika tauba, al-iqla'u min adh-dhunubi wa rafadhaha wa tarkaha mustaqbilan ta'atan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu. Sharti ya pili katika toba inayotubiwa kikweli kabisa ni al-iqla'u 'ani dhambi au al-iqla'u min adh-dhunubi, ni kujing'oa katika dhambi. Kujing'oa katika dhambi, au kwa lugha ya sasa
tunaweza tukasema kujiondoa katika mtandao. Maana haya madhambi ambayo yanayofanyika huwa pengine yanakuwa na mtandao. Wale wezi wanajuana kwamba wezi wenzao ni akina nani, wazinifu wanajuana kwamba fulani tukikutana naye basi mipango yangu inaenda sawa. Hata story wanapiga story hizo. Ala kulli hali kwamba iko hivyo katika mtandao. Kwa hiyo katika sharti ya pili basi ni kujiondoa katika mtandao huo wa maasi hayo ambayo unakuwa ni mwenye kuyafanya. Al-iqla'u min adh-dhunubi, kujiondoa katika madhambi, wa rafadhaha, na kuyakataa kabisa, wa tarkaha, na kuyaacha, mustaqbilan ta'atan lillahi ta'ala wa ta'dhiman lahu, hali ya kuwa mwenye kuelekea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtukuza yeye Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Hili ndio jambo la msingi. Kwa hiyo hii ni sharti ya pili katika sharti za toba ambazo tunatakiwa tuweze kuzifanya. Ama ya tatu, wal azmu sadiq an la ta'uda fi tilka adh-dhunub. Sharti ya tatu ni kuazimia kuacha, tena kuazimia kwa kweli kweli kuacha hayo madhambi na utorudia tena. Na azimia kuacha madhambi na kutorudia tena madhambi hayo. Hii ndio toba ambayo inatakiwa tuweze kutubu wanadamu, tuweze kutubu waumini, tuweze kutubu Waislamu. Taubatan nasuha ipo katika harakati, ipo katika taswira kama hii. Lakini lingine, jambo la nne, ikiwa kama tumeongezewa na ulama, ikiwa kama dhambi uliyokuwa umeifanya imehusisha katika haki za mtu. Mathalan, umemdhalilisha mtu, umevunja heshima ya mtu, umemtukana mtu, umemdhulumu, basi unatakiwa uweze kutanguliza hili la kwenda kumtaka msamaha mtu huyo, kurudisha haki yake uliyodhulumu, urudishe haki yake uliyokuwa umemdhulumu, au uweze kumtaka msamaha pale ulipokuwa umeweza kumvunjia heshima, pale ambapo ulipokuwa umemdhalilisha, basi mtake msamaha. Baada ya hapo sasa utadili na hali nyingine. Kwa hiyo ndugu zangu, vitu vya kuzingatia hivi kuwa ukiwa unataka kufanya toba, na ni wajibu wetu kabisa kuweza kufanya toba kwa Allah tabaraka wa taala. Hili ni jambo la msingi, hili ni jambo ambalo linatakiwa tuweze kulifanya mwanadamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kuwa laiti kama mngekuwa hamfanyi makosa, basi Mwenyezi Mungu angewaondoa wote na angewaleta wale viumbe ambao wenye kumkosea Mwenyezi Mungu na kufanya toba. Lakini haimaanishi hadithi hii hawi ni chachu hadithi hii kuwa sasa watu wafanye makosa. Hapana, isipokuwa kwamba watu wanachotakiwa wafanye toba mbele ya Allah tabaraka wa taala. Mwenyezi Mungu anasema inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Mwenyezi Mungu anawapenda wenye kutubia na anawapenda wenye kujitwaharisha. Kwa hiyo kujitwaharisha kwa namna mbalimbali, mavazi, lakini nyoyo zetu zitwaharike kutokana na kasumba mbalimbali za unafiki, kasumba mbalimbali za uongo, kasumba mbalimbali za maasi. Basi hili ndio jambo ambalo la msingi. Na Allah mtukufu anasema katika surati Shura aya nambari 25, Allah anasema huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yeye ndio Mwenyezi Mungu ambaye yakbalu taubata an ibadihi, anakubali toba kutoka kwa waja wake, wa ya'fu 'anis sayyiati,
lakini pia anasamehe madhambi. Wa ya'lamu ma taf'alun, lakini Allah mtukufu anayatambua na kuyajua yote ambayo nyinyi huwa mnayafanya, iwe usiku iwe mchana, wakati wowote Allah tabaraka wa taala huwa anayatambua. Ndugu zangu katika imani, tujitahidi tu tunafanya toba nasuha, toba ya kweli kabisa, toba ambayo Mwenyezi Mungu anaikubali. Sio unafanya leo toba, kesho unaonekana katika lile ambalo mtukufu Mwenyezi Mungu analifanya. Unafanya toba wakati huu alafu unajidanganya, unasema milango ya toba maftuh, abwaba taubat maftuh, kwa hiyo nitafanya asubuhi, jioni nitatubia. Hapana, huko ni kutucheza shere kwa Allah tabaraka wa taala. Mwenye kutubia kwa kweli basi ni yule ambaye anajuta kwa nini ile dhambi ameifanya, lakini la pili anajiondoa, anajing'oa katika dhambi hiyo, lakini la tatu anaazimia kutorudia tena, lakini la nne ndo ambalo mtu kama ikiwa dhambi yenyewe ilishikamana na haki za wanadamu, basi kuhakikisha kuwa unakwenda kufanya marekebisho kwa ndugu zako, alafu baada ya hapo na dini na mengine yaliyobakia. Wabillahi tawfiki, wa leo tutaishia hapa. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.